So tukisema kwamba hakuna FGM Kisii ni kujidanganya. Iko ni ile mtindo imebadilika, watoto wanaotahirishwa ni wachanga wenye hawawezi ongea kwamba nilitahirishwa ama kumenda namna hii. Ukeketaji wa mtoto msichana umeendelea kuwa janga linalolikumba taifa la Kenya kwa zaidi ya karne sasa, huku mashirika mbalimbali yakijitokeza kupinga vitendo hivyo. To wholeheartedly make this declaration to actively pursue the eradication of female genital mutilation in our Gusiiland region. I commit to being vigilant and readily available to aid forever called upon to address issues related to female genital mutilation. Ingawaje hili ni swala ambalo lilikuwa lishaisha, lakini inaonekana kwamba bado lipo miongoni mwetu. Na tumekuwa hapa kama mashirika ya kutetea haki, mashirika ya wanahabari, chiefs na wale viongozi wengine na hata maaskari wamekuwa hapa wakubwa, ili kwa kauli moja tuseme ya kwamba tumekataa hili swala la kukeketa wasichana wetu, ili kwamba msichana akue mzima vile alivyozaliwa. Hakuna haja tena ya kuambia mtoto msichana ya kwamba sasa tunataka tukukekete. Hili swala limeleta shida nyingi katika familia. Licha ya hatua zinazoendelea kupigwa kumaliza ukeketaji huo, eneo la Gusii bado lingali lina rekodi asilimia kubwa ya visa vya ukeketaji vinavyoripotiwa kila mwaka. Ile findings ambayo imeendelea ni kwamba Kisii bado tuko at 84%. So we've noticed that children lately are the receiving end of all kinds of harm and heinous perpetrations, and we are really condemning that in greatest words possible. Na sasa shirika la Onsembe CBO kwa ushirikiano na lile la Young Women Democrats, machifu na washikadau wengine linaendelea na hamasisho ili kuwaelimisha watu kuhusu mila hii potovu na iliyopitwa na wakati. My name is Vuna Television, an advocate of the High Court. I practice in this region. We have legal frameworks that are against female genital mutilation. One is Children Act. It defines what a child is and provide that a child should be protected against any harm, any cultural practices. For instance, in Kisii, the region that we are in today, they do it as a culture, as a tradition. Kwa hivyo leo kwa kauli moja tumesema ya kwamba tumekataa ukeketaji na tunaulaani kwa wale ambao watauendeleza. Kauli ni kwamba sheria itachukua mkondo wake. Siku za mwizi ni 40. Ni ilani ambayo imeelekezwa kwa wale wanaoendeleza vitendo hivyo katika maeneo mbalimbali ya Gusii na humu nchini kwa jumla, wakionywa vikali kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria. So nataka kuambia wale ambao wanafanya, most of the private institutions, the private clinics, the private hospitals, fanya, lakini ujue siku za mwizi ni 40 na siku ya mwenyewe ni moja. Siku moja itakufikia na itakuwa story kama kawaida. Cha pili, kama unafanya FGM kufikia leo, enda wacha, kwa sababu sheria itakuangukia na ile design itakuangukia, hautaamini. Na cha tatu, wanasema kwamba kama hujajua hautasamehewa because ignorance has no defense. Hakuna vile utajitetea haukujua, kwa sababu hii kitu iko mahali popote. If you attempt to commit such an act, then the law will follow you and you are liable to a term imprisonment of a term not less than 2 years or a fine of not less than 200,000 Kenya shillings. If you now participate in that act actively, you are liable to a term of imprisonment not less than 3 years and a fine of 1 million Kenya shilling. So then, my people, why will you engage in an act that does not benefit you or benefit the person that you are doing the act to, only for you to end up behind bars for not less than 3 years, or pay a fine in this cruel economy, a fine of not less than 1 million Kenya shilling? Those people will be held responsible, will be pushed and be punished as per the rule of the act. What it states, it's really stated very clearly that
FGM is something that has already been outlawed. Na sasa Wakenya wanahimizwa kushirikiana na mashirika mbalimbali kumaliza na kuzika katika kaburi la sahau vitendo hivyo vinavyoendelea kumdhulumu na kumnyima haki mtoto msichana. Nataka kuurge wale viongozi wote katika nyumba 10, the assistant chief, the chief, the administration, wote tushikaneni mikono to make sure kwamba E84 imetoka 84 imerudi mahali. Tusiendelee ini mwaka wa 3 tukiongea, tulianza na 86 tumerudi 84. So tukingangana vizuri na sisi kwa pamoja tutarudi hata 60, tutarudi 40 na mwisho by 2030 tutakuwa tumerudi katika ile tunasema zero campaigns on FGM. This very culture haiwezi tufikisha mahali. Instead, it's creating even more harm to the community and it's spoiling our girls kindly. Let's work together. We make sure that we kill this culture. Nikiripotia Radio Vuna 102.0 FM, mimi ni Joseph Obuogea.